Mimba ya njaa. Njaa huanza polepole, bila kelele, bila maumivu makubwa. Lakini ndani yake kuna funzo kubwa kwa moyo wa mwanadamu. Ramadhani inapofika, waumini huacha chakula na maji, si kwa sababu hawana, bali kwa sababu wanamtii Mola wao. Lakini ndani ya njaa hiyo kuna siri ya huruma. Mchana wa saumu unapopita, tumbo huhisi njaa, koo hukauka, nguvu hupungua. Na hapo ndipo mwanadamu huanza kuelewa. Hivi ndivyo wanavyoishi wale wasiokuwa na chakula kila siku. Saumu haifundishi tu kujizuia, inafundisha kuhisi, inafundisha kujali, inafundisha huruma. Wakati wa Ramadhani, moyo wa muumini hubadilika. Anapokaa mezani jioni kabla ya kula, hukumbuka wale wasio na hata tende, hukumbuka watoto wanaolala na njaa, hukumbuka maskini wanaotafuta riziki bila mafanikio. Na hapo moyo huanza kulainika. Mikono hufunguka kutoa sadaka, milango ya nyumba hufunguka kuwakaribisha wenye uhitaji, na macho huanza kuona dunia kwa huruma zaidi. Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, alikuwa mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani kuliko wakati mwingine wowote. Alitoa bila hofu ya kupungua, alisaidia bila kusubiri malipo, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa rehema. Saumu huondoa kiburi cha tajiri, huondoa ugumu wa moyo, humkumbusha mwanadamu kuwa neema zote zinatoka kwa Allah. Na jioni inapofika, adhana ya Maghribi inapolia, tende ya kwanza inapogusa midomo, moyo hushukuru kwa neema ndogo ambayo mara nyingi husahaulika. Na hapo muumini hutambua, njaa haikuwa mateso, ilikuwa mafunzo. Mafunzo ya subira, mafunzo ya shukrani, na mafundisho ya huruma kwa wengine. Ramadhani inapomalizika, tumbo hurudi kushiba, lakini moyo uliopata huruma hubaki tofauti milele. Kwa sababu Ramadhani hufundisha kuwa ibada si kuswali tu, bali ni kugusa maisha ya wengine, ni kufuta machozi ya mwenye shida, ni kulisha mwenye njaa, ni kuwa chanzo cha rehema duniani. Njaa ya Ramadhani haiji kutuumiza, inakuja kutufundisha kuwa binadamu bora.